asifiwe sana. Tukisoma kutoka kwenye Isaya sura ya 11 mstari wa 2 na 3, anasema, na roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na ya kumcha Bwana. Anaposema roho ya Bwana atakaa juu yake, hao walikuwa ni watu wa Agano la Kale. Roho wa Bwana alikuwa akija juu yao, alafu anaondoka baada ya kazi. Haleluya. Lakini sisi tumepata neema, sisi ni zaidi ya Agano la Kale. Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu, na kama anakaa ndani yetu, tunahitaji kujazwa kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, tukafurike. Baada ya kufurika, zile roho 7 zinaanza kutenda kazi ndani yetu. Roho kukushauri anaanza kushauri, roho wa uweza anaanza kukuwezesha kwenye mambo mbalimbali ambayo unapaswa kuyatenda kwenye kusudi ambalo umeitiwa. Haleluya. Kwa hapa ninaomba na watu ambao tayari wamejazwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye Baba anayeanza kugawa. Sasa unaanza kuweza kufanya mambo, unaanza kuona ni mwanamke ambaye ukisimama kuna mambo unayatenda. Kuna kaka mmoja akisimama kuna mambo yanaenda. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu anakuwa ndani yake, anazalisha zile roho zingine 6. Roho Mtakatifu ndio anazaa wengine. Kwa roho wa uweza, roho wa shauri anakuwa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nenda kaombe kama hujawahi kuomba. Una dakika chache. Yaani kuwa na shauku kama Ayala. Una dakika chache, mwambie Bwana, ninahitaji kububujika kwenye bubujiko lako, kwenye kisima chako sahihi, katika jina la Yesu. Rasuma kataya na mandoria wa sharaba. Rakapalabaduza na materia ba. Rishakai na materia masaya. Rekapala mandoria wa sharaba. Rekapalia mandoria masaya. Kila unachokitamka kinakupaga. Kwa hapo Roho Mtakatifu amefurika ndani yako. Kuna watu visima vimefukuliwa. Naomba tuende kwa dakika chache tukisoma, tunaenda kuomba roho ya neema na kuomba ifurike, bubujike ndani yetu. Mtu akifurika roho ya maombi, roho ya neema, hautamwambia asimame kusifu, kwa sababu ile kiu imejazwa ndani yake. Hutamsukuma kufanya chochote, ataweza kufanya kwa sababu kuna kitu ndani kinalia. Ni sawa na mama mjamzito akiwa leba. Hakuna anayemwambia sukuma mtoto, atasukuma kwa sababu kile kitu wakati wake umefika. Haleluya, haleluya. Twende tukaombe roho ya neema na maombi. Tukisoma kwenye kitabu cha Zekaria sura ya 12 mstari wa 10, anasema, nami nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi, nami ninawamwagia watu wa nyumba watu wa nyumba ya baba yetu Diskei, roho
na wenyeji wa Yerusalemu roho ya neema na kuomba, nao watamtazama yeye ambaye walimchoma, nao watamwombolezea kama vile mtu aombolezavyo mwanawe wa pekee. Bwana Yesu asifiwe sana. Anakuwa sio mtu wa kawaida, unaanza kumwombolezea ni ndani, uambiwi kuomba, hausukumwi, utaanza kuomba mwenyewe. Nani ana shauku? Paza sauti yako sasa, mwambie Bwana, mimina juu yangu sasa, mimina roho ya neema na kuomba. Mwambie Bwana, nimiminie sasa, niko tayari. Nina shauku asubuhi ya leo Bwana. Nina shauku asubuhi ya leo Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Hebu paza sauti yako, nahitaji kusikia sauti yako. Ayaka pala barosa na materiaba. Anasema kwenye Yeremia 33 mstari wa 3, anasema niite nami nitakuitikia, nitakuwa